Jamani, habari za saa hizi, habari za wakati huu ndugu zangu, popote pale mlipo. Kwa kweli hii hapa ni sauti ya watu walioko Marekani kwa niaba ya viongozi wa mashabiki wa Simba nchini Marekani. Jamani, tumekuja na hili kuja kushangaa na kitu kimoja ambacho kinaendelea. Sisi tuko mbali na timu zetu ambazo tunazishabikia, hususan upande wa Simba, Yanga, Azamu na wengine. Tunazidi kuona mambo mengi sana. Leo tuna klipu zaidi ya 15 ambazo tunazo sisi za wanachama, mashabiki na wengine walikoanzia swala la Mangungu aondoke, Mangungu hafai, Mangungu hivi na hivi, Mangungu ameweka mkutano GB 64, Mangungu ametuwekea mkutano siku ya mechi, timu inaenda kucheza mechi na sijui wapi mahali huko, wametuwekea mkutano. Leo nimekuja kuita media zote zije kwa gharama yenu kama ya shilingi 50,000 kila media 5,500 ndio mmewalipa ili waje wawasikilize, kuja kuongea upumba tu, kuja kuongea vitu ambavyo havifai katika macho ya watu. Na hizo media ambazo zimewarekodi kwanza ni media ambazo hazifai hata kidogo. Mnakuja kuweka mkutano mkuu na waandishi wa habari bila mwenyekiti wa klabu kujua, japokuwa ndo wamewatuma, bila watu, bila bodi kujua. Mnawafundisha nini hao wengine wa influencer, wengine wanachama? Ipo siku mtawaingiza hata wanachama wa Yanga waanze kutukana nani JSM. Mmekuja na hili hapa kuja kumkashifu mwekezaji wa timu. Leo mmekuwa kwa Mangungu, mmefanya Mangungu kama vile nini sijui Mangungu, ambapo mnajua Mangungu ni mwenyekiti wa timu ya Simba Sports Club. Leo mnakuja na kukejeli matamshi mabovu kwamba mwekezaji Mo hafai. Mnamba Masai 72 74 aondoke. Nyinyi mmeshateua nani ambaye atakafa nafasi yake? Watu ambao wana akili zao, nyinyi mna akili hivi? Katika watu wote hao ambao mko kwenye mkutano, akili zenu ziko pamoja au vipi? Juzi hapa tumewasoma vizuri sana. Mangungu apepewe. Mangungu apepewe. Ndio kundi lao. Mangungu apepewe leo imekuwa Mo. Hilo kundi. Hao wachezaji hamuwaoni? Hamjasoma hamjui kuongea lugha Kiingereza, muongea na wachezaji. Mbona wengine wasomi, wengine wachungaji hapo? Hamjui kuongea Kiingereza. Inakuwa leo Mangungu, kesho Mo. Mpaka umefika kwa tajiri. Hivi Mo ana shida gani? Hadi kwa tajiri mmefika. Ambali chukua timu ingali itafikia hatua mtaambukiza watu wengine mbavu wenu ambao mnaufanya ndugu zangu. Huo ni upumbavu, ni ujinga. Nyinyi ndio mnahujumu timu. Nyinyi twende taratibu. Niende kumshauri ndugu yangu Mangungu, mzee wangu, mwenyekiti wa timu yangu pendwa. Vikao vya chooni. Yeah. Wewe ni wa kutoka hadharani kuja kuongea. Sio vikao na wao jamaa wao wa kuwaita wao wakina GB 64 wakina sijui mchungaji wakina nani tunajua. Mnakuja kuweka kikao cha upumbavu kwamba mimi sina kosa, mimi kosa langu mimi sina kosa ndipo kwa tajiri ni 1 2 3. Kwa mimi siwezi nikazungumza, siwezi nikasema, nendeni nyinyi mkazungumze mkaambie umma. Wewe unawatuma hao wakati Mo ameweka mkataba na Simba, walikuwepo? Walikuwepo wapi? Wakati Mo anaweka mkataba na Simba, hao walikuwepo? Wakati Mo ameingia kwa Simba, hao walikuwepo? Mpaka umefikia hatua kuwaita, kuwaambia kwamba nyinyi nendeni mkazungumuze, mimi niko hapa siwezi nikaongea. Umeshindwa nini wewe? Na muda mwingi ulikuwaga wapi kuwaambia mpaka leo uwaite? Hao ambao umewaita, baadhi ya hao wameshanipigia simu, mimi nina voice zao, nina mambo yao. Wao ndio walikuwa na kuweka kikao, wewe uondoke ufai. Tajiri anatoa hela, wewe unashindwa kupeleka hela kwa wachezaji. Wao ndio walisema. Leo umewaita, umewapa kila mtu 100,000, leo wamekuja kukuimba Mangungu apepewe. Na baada ya kusema Mangungu apepewe, nimefuata interview ya Mangungu, mwenyekiti wa timu ya Simba. Umesema hivi,
Kuna baadhi ya watu wananikubali na namba zao ninazo hapa na nimeshaongea nao, wananipigia simu wananikubali, na ikiwezekana mimi nitaangalia sigani ya kuendelea na timu ama kujiuzuru. Ina maana matarajio yako wewe ni tena uchaguzi ufanye nini? Ugombee. Sio vizuri. Kama umma imeshakukataa, jaribu kwa kukaa pembeni, usikilizie, je, mimi nikitoka itakuwaje? Sasa wao wapumbavu wanakuja na kumzungumzia tajiri. Wewe ukimzungumzia tajiri, baba yako atakuja kuwekeza kwenye timu ya Simba? Una hela wewe? Nyinyi ambao mnalala njaa kila siku, mnakuja mnabangaiza sokoni hapo, wengine wanakuwa wezi hapo. Mna hela za kugharamia timu? Hamna hela. Acheni upumbavu, acheni mambo ya kuijumu timu. Nimekuja kukubali alichosema Shabani Mpira Pesa, ni mtu ambaye namfuata sana. Wote niko nawafuata. Sisi huku tuna kundi kubwa sana la Simba Sports Club, mashabiki. Na nyinyi nasikia kumetoka taarifa ya umma kwamba nyinyi mtakama. Na tuseme hivi, sisi kama sisi tulioko Marekani, wanachama na washabiki wa Simba Sports Club, tutaweka hela, tutaweka mpunga hapo wa kutosha, nyinyi mkae ndani muda wa wiki mbili, kwa sababu nyinyi mfai. Mnakuja kuweka chatu kwenye uongozi. Hebu nyinyi angalieni kwanza. GB 64 hapa siku hizo ulisema sijui Mangungu anatoka kikao, anafunga kikao, amekimbia kwenye kikao cha tarehe 30, ameweka kikao na timu imeenda kucheza mpira kule. Leo nyinyi mnakuja kuweka kikao na kati timu inaenda kucheza. Timu bado wapo angani, wachezaji hawajatua za kutua, nyinyi kikao mnaanza kuweka. Mnataka nini? Tuambie hivi GB na watu wako wote hao ambao mmeongea nao kwenye kikao hicho cha kipumbavu. Sisi tulioko Marekani tunasema hivi, nyinyi timu ya Simba Sports Club ikipoteza matokeo tarehe 7 kule, nyinyi wote hatutaki kuvaa jezi za Simba. Hatutaki mshabiki. Hata mkita mimi nitafanya kila kitu chochote kinachoendelea, mtapigwa uwanjani. Timu ikipoteza matokeo, kwa sababu nyinyi ndio mlilaumu kwamba Mangungu anaweka mkutano mkuu na timu kule inaenda kucheza mpira. Leo nyinyi mnakuja kuweka mkutano mkuu na waandishi wa habari na kati timu kule bado inaenda. Unataka nini? Unawapa watu faida. Mimi najua kinachosababisha vurugu zote hizi ni wachezaji wetu, hawajitumi. Na kama hawajitumi, Mo hapo ana shida gani? Kama ni posho anatoa, kama ni pesa anatoa. Mangungu hapo ana shida gani? Kama Mangungu ndo ana shida, yeye Mangungu ndo ana shida kubwa, kwa sababu Mangungu ndo mwenyekiti. Hana mbinu za kimichezo. Mangungu yobo hapo ni mwenyekiti ofisini. Mimi ni mwenyekiti ofisini tu. Mimi naenda ofisini na kupanga mipango. Unapanga mipango gani? Mimi nina mipango yote ya engineer. Engineer ni mwenyekiti. Engineer sasa amesafiri kwenda kumchukua Hala na Yule ni mtaalamu yule bwana. Engineer sasa amesafiri kwenda kuchukua mchezaji mwingine huko sio wapi. Engineer sasa ameenda kama Morocco kutafuta wachezaji kwenye nani? Engineer ni mwenyekiti, lakini ni rafiki wa wachezaji. Anaongea na wachezaji kila muda. Engineer ana mipango mingi sana kwa sababu ya matokeo. Wewe kiongozi, kama timu ya Yanga inapata matokeo, wachezaji unakuja kuongea na wachezaji, kiongozi gani? Leo nyinyi mnataka kujua hili kama Mangungu nafasi yake ya mwenyekiti au itendee kazi, kwa sababu nini? Mwenyekiti huo unaomba mambo mengi ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Sio hapo tu. Sio ofisini. Tuna mambo mengi. Yanga na mambo mengi wanayofanya mali mazuri, sisi tunayajua. Mimi ninayo hapa. Naongea na watu wa Yanga. Niombe nyinyi, timu ikifanya matokeo mabaya kule, ikipata matokeo mabaya kule, mtanda ndani, lazima muende ndani. Nyinyi wote, ile kundi lenu tuna picha zenu. Hiyo wote mtanda ndani. Tunatuma pesa, muende ndani. Wajinga, kwa sababu hiyo 100,000, si mungesema ningewatumia 100,000? Achani hivyo ndugu zangu. Kwa tunaomba mfanye nguvu, muje hadharani kuja kuomba msamaha. Muje muite mamedia yote, njooni mkaombe msamaha. Bila hivyo tutajuana. Simba sio ya kwenu nyinyi. Kwa nini msingete mashabiki wote na wanachama na wainfluencer wote muwaite kwa pamoja, ama tuungane kwa pamoja? Tumepata mwekezaji huyu hapa ana bilioni kadhaa. Mnakuja tu nyinyi tu mnakaa nyinyi kama ni mnakaa tu mnasumbua watu ili mje kuzungumza. Kwa nini mnakaa watu 5 watu 6? Mashabiki wapo wengi. Timu ya kwenu nyinyi, timu ya mashabiki zaidi ya milioni 20. Nyinyi ni ya kwenu watu 6. Sisi mmetuweka wapi? Nyinyi mna mchango gani na timu? Sisi tunachangia michango sisi. Tunatuma hela watu waingie uwanjani. Tunatuma hela watu wanunue jezi. Tunatuma hela. Wote ni kuchangia klabu. Nyinyi mko wapi? Wajinga tu. Acheni upuuzi, wapumbavu.